Wanafunzi wa Yesu wakati ule walikuwa wakimsikia sana Yesu, ndio maana walitenda matendo makuu sana ya miujiza, kwa sababu wakati wao mwingi walikuwa wanautumia kusikia Yesu akifundisha. Ndio maana kila siku Yesu alikuwa akifundisha, anazunguka nao mitaani, vijijini, mashambani, anafundisha. Na usiku alipanda mlima Mzeituni. Walisikia akiomba, walisikia akifundisha, waliona akitoa pepo. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo walikuwa wanasikia namna mapepo yanavyomwogopa, namna mapepo yanavyomdhihirisha ni mwana wa Mungu, namna alivyodhihirisha uwezo wa Mungu uliokuwa ndani yake. Walishangaa. Imani chanzo chake ni kusikia. Haleluya, haleluya. Ndio maana watu wengi wanaharibikiwa kwa sababu ya kusikia. Kama unataka kushinda, nilifundisha siku moja, zuia namna ya kusikia mabaya. Mitandao hii tunaitumia sisi wengine kwa faida. Faida gani? Faida ya kupeleka injili duniani kote. Lakini kuna wengine mitandao hiyo wanaitumia kutangaza kazi ya shetani kabisa, na ni wengi. Na kwa sababu siku hizi TV, mimi na TV nyumbani kwangu, lakini hata siiwashi. Mwaka unaisha hata siiwashi. Yaani kitokea siji labda niwashe tu, kama ngoja niwashe tu basi. Kwa sababu gani? TV mkononi, ukiweka data unaangalia habari nyingi, vichekesho vingi, mambo mengi, mahubiri mengi, vituko vingi, habari nyingi, unachoka na kuchoka, unalala. Hata una habari ya kuangalia TV ya ukutani. Amen, amen. Amen, amina. Sasa kule mitandaoni utakuta watu wamejaa elimu za kila aina. Elimu za kila aina. Sasa inategemea unataka kusikia nini. Ndio maana wengi walioharibika wameingiziwa imani nyingi potofu. Imani nyingi potofu kwa sababu ya kusikia. Hawasikilizi yanayotokana na Mungu, wanasikiliza mengi yanayotokana na shetani. Narudia tena, ukitaka kuilinda imani yako, jenga tabia kusikia yanayotokana na Mungu. Ukijenga tabia ya kusikia mengi yanayotokana na mashetani, ndani yako itajengwa misingi ya kishetani. Haleluya, haleluya. Ukitaka kubarikiwa, jenga msingi. Nakwambia hii ndio formula. Unataka kupata hela, unataka nini? Jenga msingi wa kusikiliza maneno ya Kristo ya waliofanikiwa. Kama ni shuhuda, ukiingia mtandaoni, sikiliza shuhuda za watumishi wa Mungu wa kweli wanaoeleza namna walivyomwamini Mungu mpaka wakafanikiwa. Utafanikiwa. Kwa sababu njia za Mungu hazibadiliki, ni zile zile. God walks in his ways. Mungu anatembea katika njia zake. Mtu akikwambia nilifunga, nikaomba, nikamwamini Mungu, nikafanya kazi kwa bidii, na Mungu akaniambia tu nitakubariki, nitakubariki, itakuwa ni kipengele cha njia ambayo na wewe ukitumia utafanikiwa. Kwa hiyo jenga tabia sana. Ndio maana hakuna mtu wa Mungu anayefanikiwa wa kweli aliye na makundi ya watu wasiomwamini Mungu akasonga mbele. Yaani ukiwa tuna makundi kazini, mtaani ya watu wasiomcha Bwana, yaani kila wakiongea stori zao ni waganga, ni nini, ni mikopo, ni nini, utazamia huko. Na mwisho wa siku maisha yako yataharibika. Unaelewa vizuri? Yaani kuna watu ukiwa nao wenyewe hawakuongozi kwenye mambo mazuri. Wanakuongoza tu. Kuna hela pale zinatolewa. Mimi kwa mfano, mimi maneno yake, mimi nimekopa vikundi 4. Muangalia anavyohangaika kama bata anatafuta kukutana. Anaenda marejesho huku, anaenda marejesho pale, anaenda marejesho kule, anaenda marejesho hapa. Kila dakika akiona gari za mikopo hizi, hata kama ni ya mtu binafsi inafanana, anakimbia hata kana kuvunja miguu. Nini kilimuingiza huko? Kuna makundi ya watu alijiungamanisha nao. Kusikia kwake kukawa ni kubaya. Kila akisikia ni habari, mimi nimekopa. Wewe unaokopa mkopo mmoja tu miwili, mimi na mikopo 7. Mimi unaokopa kuuziwa viti, mimi nimeshauziwa vikaisha vyote.
katika sasa mtu anasikia naye ujinga unamuingia. Imani chanzo chake ni kusikia. Unaposikia, imani inaingiza vitu ndani yako. Iwe umesikia neno la Kristo au maneno ya shetani yanaingiza roho fulani ndani yako, na unaanza kuishi vile vile sawa na uliposikia. Amen, amen. Ndio maana Ayubu anawaambia watu, mjueni sana Mungu ili muwe na amani. Ndio maana mwangalie mtu aliyechanganyikiwa na mapenzi. Ni mtu ambaye wakati wote anatamani kusikia tu message za mwanaume, kusikia simu za mwanaume, kusikia kitu cha mwanaume, yaani kila kitu ni mwanaume. Kaka mwanamke anakuwa kama mwewe au kijana anakuwa kama mwewe. Yaani mwewe kabisa, anakitembea barabarani, yaani ni simu anajicheka. Anasema anaanza kuchati. Anakuwa kama taila kabisa. Na hilo linakuwa ndio jambo ambalo linamfurahisha, kwa sababu ndio kitu alichozoea kusikia. Hata kama message imetuma ya Voda usiku, anakurupuka ni yeye, baby, ni yeye. Unaangalia kubwa na kukumbusha mkopo alipige tafu. Ulikopa wiki nne zilizopita. Wanakukumbusha saa 8 usiku. Hiyo debit. Sasa ni nini umezoea kusikia ndicho kitakusumbua. Kitaingiza vitu vingi ndani yako. Mwangalia hata mtu aliyezoea kuongea na waganga wa kienyeji. Anafuatilia sana kila wakati, mganga yangu yuko wapi? Mganga Tanga, mganga Lindi. Ukikuta simu zake zimejaa mganga, Dr. Lindi, Dr. Songea, Dr. Kigoma, Dr. Mwanza, Dr. Mkerewe, Dr. Msoma, Dr. Nyakato, yaani unaeleza madokta wote hao wanakutibu nini wewe? Huyo kadhalika mganga baba Mkilila, mganga baba Tarime, mganga baba Bunda, mganga mama Shinyanga, mganga kaka. Yaani kwa simu yote imejaa mganga kaka, mganga dada, mganga dokta, mganga dokta, mganga ananisaidia, mganga anatolea mwiba. Yaani kwa unachanganyikiwa. Sema tu watu hawaangaliaji simu za watu. Ukiangalia kwenye majina waliosevu. Mwingine atajiri na mganga anaandika tu amekutana naye barabarani, anamwambia, "Nikikuangalia macho yako ni ya blue, ulishakafiwa na babu yako wawili." Ni kweli kabisa. Andika namba yangu, mimi ni mganga, utanipigia atakusaidia. Anaandika mganga baskeli barabarani. Kwa sababu amejenga tabia ya kusikiliza mambo ya nini? Ya waganga. Nakwambia kabisa, imani huja kwa kusikia. Wenye tabia kusikia. Angalia mtu aliyezoea kusikiliza taarabu. Kaiangalia simu yake kama ana simu inayohifadhi muziki. Utakuta mle ndani amehifadhi ni taarabu sababu ndivyo vitu alivyozoea kusikia. Na ndio imani yake kukule. Anasema hata kama mimi nimekasirika, yaani nikiweka hizi nyimbo na burudika, hasira inaisha, nalala na usingizi. Kwa sababu ndiyo mambo aliyozoea kusikia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Na kuombea leo Mungu akusaidie ujifunze kusikiliza kutoka kwa Kristo ili uwe mshindi kwa jina la Yesu. Kama unaamini sema amen.